Mimi sijui nianzie wapi, lakini nitajaribu sababu mengi yameshaongewa. Kwa hivyo hata niongee nini, Kimani huyu amelala hapa hawezi kufuka. Tushakubali Mungu alimpenda zaidi kutushinda sisi ambao tulikuwa tunampenda hapa duniani. Basi Mungu asante kwa zile siku kidogo mimi nimekuwa na Kimani na watu wengine, kwa sababu tulimjua Kimani kwa hii kazi yetu ya kusaidia Wakenya na watu sana sana wale wasiojiweza. Wengi wanaona, let me say my critics, wengi wanaona mimi nafanya kazi ya PR, lakini kwa wale ambao hawajui, mimi ndio president wa Good Deeds in Kenya. Na juzi tulikuwa kule British Parliament kupewa award kwa ile kazi tunafanyia watu wa chini, na ni kazi nimefanya miaka mingi na sipendi kujisifu, wacha nikomee hapa. Kwa hivyo mimi kwa niaba yangu, Sonko Rescue Team, marafiki zangu kule Nairobi, na mimi mwenyewe, naomba Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni aiweke roho ya Kimani ambaye amelala hapa mahali pema peponi. Kwa familia Mzee Deden Kimani Mbugua ambaye tumetembea na wewe hii safari ya Kimani, mama, ndugu za Kimani, majirani, Mwenyezi Mungu awapatie nguvu sana kwa huu wakati mgumu ambao mnapitia, na be strong. Hii ni mambo ya kawaida, kwa sababu nimekuwa mazishi mingi hapa Murang'a County, na mimi nilikuwa nikiongea kila mazishi, kwa sababu kifo kitatupata sisi sote. Sisi sote ni maiti watarajiwa. Kuna wakati niliongea pale Murang'a nikasema hata mimi siku yangu ikifika nitaenda. Baba Raila Odinga siku yake ikifika ataenda. Kasongo siku yake ikifika ataenda. Watu wakaona ni siasa, lakini si ndio Mungu amechukua baba? Ndio Mungu amechukua Kimani. Siku moja najua Mungu atanichukua mimi, hata wewe utachukuliwa. Hata wale Obina ameongelea, wale wanafurahia shida za binadamu kwa mtandao, hata nyinyi Mungu atachukua siku moja. Hii mazishi tunafanyia Kimani, hata nyinyi mtafanyiwa. Labda na wale ambao watakuwa wamelemewa, sababu poverty, umaskini kwa kila mahali Kenya, labda tunaweza kusaidia wale Mungu atawachukua mbele yangu. Kwa hivyo tusicheze na Mungu, tusicheze na kifo, na tusicheze na ugonjwa. Mimi nasimama hapa na uchungu mwingi sana. Na yale Obina yote ameongea, Mama Amina, yote ni testimony ya ukweli. Mimi sikuwa namjua Kimani sana apart from kumuona kwa media. Lakini siku moja Obina alinialika kwa show yake, and I went kwa Obina show, nikaongea ile niliongea, na Obina akasema kuna cases 2-3 anataka tu partner to team up pamoja. Kesi moja ilikuwa ni ya Kimani Mbugua, Eunice Amolo, na walikuwa Mathare. So Obina nikamwambia basi hiyo ni kazi yangu ya kusaidia watu, tusafiri pamoja. Akapigia baba Kimani akamwambia tukutane Mathare. Akamwambia Obina, kama hawa wamekaa Mathare sana, hiyo ugonjwa wa mental health zingine inahitaji environment kubadilika. Wacha tuwapeleke Mombasa. Nimepata na rehabilitation center moja Mombasa Women ya Mama Amina, na nishawaipeleka kwa Justina huko, akakuwa sawa. Basi tukakubaliana, Obina mwenyewe akachukua time yake, mzee, family ya Eunice Amolo, tukakutana Mathare sote. Tuangalia hali ya wagonjwa vile wanaendelea. Hiyo wakati Kimani alikuwa hajakaa vizuri, akanipata story mingi sana. Ananiambia ameongea na Elon Musk usiku na amempa appointment wakutane. Then nikajua huyu kijana bado hajakuwa sawa. We need to do something about his life. Tukapanga na Obina
tukamkatia Kimani ndege na baba yake, tukapaka na Mama Amina, tukampeleka mpaka Mombasa. Akakuwa admitted. After a week mimi na Obina bado tukapeleka Eunice Omolo, akakuwa admitted. Na walipokuwa kule, mimi kawaida yangu napenda, I don't give up in my cases. I like doing a thorough follow up on my cases. Nimekuwa nikimtembelea Kimani sana kama ndugu yangu. Sana. Maybe kwa mwezi ama miezi mbili nitaenda mara 3. Na sikuwa namtembelea yeye peke yake. Nilikuwa nawatembelea wagonjwa wote kina Conjestina wale wamesha recover sana. Na Obina ameongea. The rich also cry. We also suffer in silence. Kuonesha Kimani Mbugua, Conjestina na kina Eunice Omolo kwa hii ugonjwa bipolar na mental health ni ugonjwa zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Si ugonjwa mumeomba ama Kimani aliomba kuwa nayo. Kwa hivyo wale walimchekelea, Mungu atawaona. Na kitu moja nataka niwaambie leo. My own daughter today under the same condition. My daughter anaitwa Saumu Mbuvi. Ako na the same condition. Na si ati sikuwa na pesa ya kwenda kutibu mtoto wangu US ama London ama India. Mimi napenda kulia na maskini sana. I took my own daughter kwa Mama Amina. Akatibiwa pamoja na Kimani na Conjestina na wale wagonjwa wengine wote nilipeleka pale. Ndio wasione nimeenda kwa dump huko. Waone hata familia yangu yale tunapitia ni familia yao pia wanapitia. I thank God my daughter alipona. I thank God Conjestina akapona. I thank God Eunice Omolo akapona. Hata sasa alikuwa leading journalist K24, bahati mbaya Media Max wamefuta wafanyikazi wao wote. Obina, Mama Amina, there is a problem there. Eunice Omolo, she's not doing very well. Ananipigia akilia kila usiku. We need to do something about it because we normally don't give up in these cases. After this we'll deal with that case. So, kwa hii safari nikapata experience kidogo. Nakumbuka Christmas moja. Mama akasema anataka Kimani washiriki Christmas na yeye. A very genuine good request. Mama Amina akasema hawezi mdischarge because Sonko ndo amemleta hapa, akasema mimi niende. I was busy hadi nikapanda ndege because I'm very serious mimi na my patients. Nikapanda ndege nikaenda. Kwanza nikamwambia ni usiku usimdischarge kama huyo sister alale kwako. Nikuje kesho niangalie file report ya daktari, then from there you can discharge. Tukaenda asubuhi nikakutana na sister ya Kimani ako hapa, Mama Amina, all the doctors. Wakanipatia report, nikasikia, nikaona ni sawa. Marafiki wabaya. Mimi si blame family. They played their part. Kimani was a grown up. Wezi mzuia kwenda kusalimia majirani, kwenda kusalimia wapi. But Kimani alibounce kwa marafiki wabaya. Wakaharibu ile kazi yote nzuri ambayo ilikuwa tumeifanya. Na mzee hakugive up. Mzee alinipigia. Mimi sipendi kuona machozi ya mtu mzima akilia. Akaniambia Kimani amerudi kwa street tena. Tunaongea na Obina. Tukaanza kumsaka Kimani. Ningependa kushukuru vijana wale walinisaidia. Sonko rescue team na kuna Morgan wapi? Morgan kuja. Nikapeana paka reward. Mtu yote atapata Kimani, tafadhali munishikie. Tukatafuta tupate. Akanipigia siku moja na rafiki yake mwingine, na simu ya rafiki. Huyo rafiki alikuwa high mastream, ajua hata anaongea nini. Nikasikia vibaya sana. So huyu kijana Morgan na huyu na hawa nikakia gari mafuta. Na bebo ndeni tika nasikia Kimani anapatikana hizo ile za Makongeni. Hao vijana wakaenda wakashika Kimani sahihi ikiwa bodyguard ya Mama Amina. Kwa hivyo marafiki wa hiyo mimi na wakemea.
So siku ya mwisho tarehe 14 saa 11 asubuhi mama Bina alinipigia, nikapigia mzee nikamwambia Kimani ametuacha, sababu unaweza mwambia mtu labda kuna pressure apate shock, tuko na maiti mara mbili. Nikamwambia mzee, na that day nilikuwa na kesi kotini. Nikamwambia mzee, kuja, nataka kukuona, tumtembelee Kimani. Tumekaa bila kumtembelea, hata mimi nimekuwa busy kama 2-3 months hatujamtembelea. So mzee akwa time maskini, mzee akakuja ofisi, nilikuwa kotini, nikamwambia ningoje. Nikapigia Obina, sababu Obina ndio alileta hii kesi kwangu. Nikamwambia Obina, kimeumana, Kimani ametuacha. Obina alishtuka sana, he is very emotional kunishinda. Alia sana kwa simu like 10 minutes akinyamaza. So nikamwambia nimeita mzee, akasema hapana, kwanza usimwambie mzee, tukutane na yeye face to face, aende